watu wengi waisoma Irani kishia peke yake, na hii ni katika makosa. Ingawa ideology ya kishia ina mchango mkubwa, lakini why ideology ile, kwani nchi zenye mashia wengi ulimwenguni ni Irani peke yake? Wakati unaposikia Trump asema tunataka kuiangamiza civilization, anapotoka kiongozi wa Irani akamwambia huwezi kuangamiza civilization yenye miaka 5000. Hakuna ushia wa miaka 5000. Uko ushia wa miaka 5000? Hakuna. Kwa hivyo anazungumza civilization ya Kifursi. Sijui tumeelewa vizuri sana. Leo mashia Iraki wanaweza kugawanywa kwa jambo la kipuzi. Wafursi hawagawanywi, si kwa sababu ni mashia peke yake, ni kwa sababu ni Wafursi. Misimamo yako yachangiwa kiasi kikubwa na ustaarabu wako, na utamaduni una mchango mkubwa. Na sisi hususan huku mathalan East Africa, hususan hizi sehemu za pwani, tuna ujinzi nyingi za Kiarabu, na mtanisamee yani, na ndio tatizo mara nyingi kupatikana umoja. Hizi jinsi hazina haraka nani. Na mimi ndio huambia watu, waweza ukabadilika ukawa Mshia lakini bado ni Mswahili. Waweza ukabadilika tu ukasema khalifa ni nani? Ni Imam Ali, lakini tabia zako za kuishi bado zile zile. Tuelewana vizuri sana. Kwa hivyo mila na desturi pia zina mchango katika kubadilisha watu. Wewe angalia, Turki ni dola ya Kisuni, sio? Lakini ni usuni unaoendesha Turki. Ile izza yao ya empire yao ya nini? Ya Uthmania. Pakistani ni dola ya Kisuni na ndio dola ya kwanza kumiliki nyuklia. Makataa. Kwa nini Saudia haijawa kama Pakistani? Na pesa zilioko Saudia ni nyingi kuliko pesa zilioko wapi? Pakistani. Ni nini kilichomfanya Pakistani awe tofauti na Saudia? Si madhehebu peke yake. Historia ina mchango.